Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni siku njema tena, Mungu ametupa kibali kwa ajili ya kujifunza kidogo kwa ufupi kuhusu imani ya Kristo. Kwa hiyo leo tutajifunza kwa ufupi sana kuhusu imani ya Kristo. Tuanze na maana ya imani. Imani ni nini? Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana kana kwamba yale mambo yapo. Yaani ni bayana ya mambo yasiyoonekana kana kwamba yapo. Na imani tunaweza tukasema ni mtu. Kwa nini tunasema ni mtu? Kwa sababu imani ni Kristo. Kwa hiyo tunapozungumzia imani tunamzungumzia Kristo. So imani ni kusadiki, ni kukubaliana. Unakubaliana na kile ambacho Kristo amefanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo tunasadiki, ni bayana ya mambo yasiyoonekana kana kwamba yapo. Kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu cha Warumi 10:17 anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Sasa hiyo imani Kristo anaweza akakuletea kwenye ndoto, kwenye maono, kupitia watumishi wa Mungu, kupitia mtu yoyote yule. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mwanzilishi wa imani na yeye ni mmalizaji wa imani. Tumekuwa na wimbi la watu wengi ambalo wanazalisha imani hewa. Imani hewa tunasema kwamba unazalisha wewe, ambayo hiyo nyuma yake haina Mungu. Hauwezi kusema tu kwamba kesho nitakuwa hivi. Hicho unachozungumza ni Mungu ndo ameanzilisha. Kwa hiyo kuna imani hewa ambazo watu wanazi create, wanaunda imani hewa. Imani hewa unaunda kitu chako ambacho hicho kitu chake nyuma yake hamna mwanzilishi wa hicho ulichokisema. Kwa hiyo tutatazama hapa maandiko namna ambavyo yanazungumza, na maandiko namna ambavyo yanasema kwamba imani chanzo chake ni kumsikia Kristo. Imani chanzo chake ni Kristo. Kwa hiyo ninavosema swala la imani, ninamzungumzia Kristo, ndo mwanzilishi wa imani. Kristo ndo anayeanzisha imani na ndio anayemaliza imani. Kuanzisha imani maana yake kwamba anakuanzishia jambo fulani. Anakuanzishia jambo fulani, lakini hilo jambo alilokuanzishia anahakikisha hilo jambo limeisha. Wewe anaweza kukuambia labda utakuwa mtu fulani mkubwa. Manake yeye ndo ameanzilisha hiyo imani ya wewe kuwa utakuwa mtu mkubwa, na yeye ndo anayemaliza kuja kwenye ukuu ambao yeye ameanzisha. Kwa hiyo ukiangalia kwenye kitabu cha Waebrania, tusome hapo, tutasoma mistari kadhaa kama 2-3 tu, lakini imani ni somo kubwa ambalo linahitaji muda kidogo kujifunza. Anasema hivi kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 11. Anasema sura ya 11 mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza.
Anasema, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Kwa hiyo yoyote anayemwendea Mungu kwanza lazima aamini kwamba huyo Mungu yupo. Kwa hiyo pasipo imani haiwezekani ukampendeza Mungu. Na kama Mungu ameanzisha jambo fulani, hilo jambo uamini kwamba yeye ndo amelianzisha hilo jambo. Lakini Biblia anasema hivi, anaendelea anasema hivi, mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Haleluya. Kwamba kama tunasema kama wewe ni mwana wa Mungu, kumbuka sisi sote ni wana wa Mungu. Sasa kama sisi wote wana wa Mungu, lazima tuamini kwamba yeye yuko. Kitu cha kwanza. Na tunavyozungumzia imani kwamba ni kitu ambacho hakionekani, lakini tunaamini kipo. So tunaamini Mungu yupo, lakini haonekani, ila tunaamini yupo. Kwa hiyo wakati utakapomwendea Mungu lazima uamini yeye yupo, na lazima uamini kwamba yeye ndiye aliyekuanzilisha hiyo safari huko unakoenda. Kwa hiyo hiyo safari huko unakoenda, yeye ndo ameianzilisha hiyo safari ya huko unakoenda. So inawezekana wewe Mungu amekupa kazi fulani, maanake yeye ni mwanzilishi wa hiyo kazi na ni mmalizaji wa hiyo kazi. Kwa lazima uamini kwanza yeye yuko, ambaye huyo mimi ndo amenipa hii kazi ndo amenipa hilo jukumu. Kwa hiyo ukishajua namna hiyo, kwamba kuamini kwamba yeye yuko, kuamini kwamba yeye yuko na yeye ndiye aliyeanzilisha safari hii, maana yake unaachilia imani kwenye maisha yako. Sasa unaona namna ambavyo namna ambavyo kitabu cha Mathayo kinavyosema, kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye mtoto wake alikuwa anaumwa, lakini ameenda kwa Yesu ili mtoto wake apate uponyaji. So Yesu anamwambia, bwana, hiki chakula ni kwa ajili ya wana wa Israeli, sio kwa ajili ya mbwa. Lakini yule mwanamke anasema kwamba hata mbwa wanaokota makombo. So Yesu anamwambia, sijawahi kuona imani kubwa namna hii. Maanake imani kubwa ni kumkuza Yesu Kristo, ni kumkuza Mungu. Unavyomkuza Mungu kwenye tatizo fulani, maana yake nini? Maana yake lile tatizo limekuwa dogo, lakini Mungu amekuwa mkubwa. Kitendo hicho ndio maana Mungu anasema kwamba sijawahi kuona imani kubwa namna hii. Kwa hiyo kumkuza Yesu ni imani. Maanake anasema kwanza anasema uwezi ukampendeza. Maanake tunampendeza Mungu kwa imani. Tunavyompendeza Mungu kwa imani kwamba tunamkuza Mungu kwamba yeye ndo mwanzilishi wa vitu vyote. So ukisoma hapo kwa Ibrania juu anasema ulimwengu ulikuwepo. Maanake ulikuwepo kwa imani. Nikakwambia hata Yesu Kristo dhambi zetu alizibeba msalabani kwa imani. Hata magonjwa yetu pale msalabani yalienda kwa imani. Sasa hauwezi ukampendeza Mungu, sawa, pasipokuwa na imani. Lakini pia lazima uamini yeye yuko, maanake yeye yupo. Haleluya. Kwa hiyo kitendo cha kuamini yeye yupo, maana yake umemkuza Kristo, umekuza imani, umemkuza Mungu, umemkuza Roho Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Waebrania 12, Biblia inasema hivi. Biblia inasema vizuri sana.
inasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Nilikueleza hapa kuna imani hewa ambayo mtu anaamua tu kuzalisha kwamba itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. So sometime unaweza ukasema, lakini usitengeneze, tunasema unatengeneza probability, yani nusu kwa nusu, kwamba inawezekana ikatokea au isitokee. Maana yake unakuwa neutral katikati. Lakini imani hewa mtu anakuwa kabisa na uhakika. Je, Mungu hajamwambia hicho kitu, lakini yeye ametengeneza imani yake hewa. Mwisho wa siku inapokuja haitokei, anaona Mungu hajafanya. Kumbe yeye ametengeneza imani hewa. Mwisho wa siku anakuwa disappointed. Anaona kwamba Mungu anitendei vile mimi ninavyotaka. Kumbuka upo hapo kwa ajili ya kutimiza matakwa ya Mungu, sio matakwa yako. Sasa lazima ujue kwamba mwanzilishi wa imani ni Yesu Kristo. Tukimtazama Yesu kwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ni nani huyo? Yesu Kristo. Ameketi wapi? Mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo anayeanzilisha imani ni Mungu, ni Yesu Kristo ndo anayeanzisha jambo. Kwa kuwa yeye anaanzisha jambo na yeye ndo mmalizaji wa jambo. Ndo maana unakuta hata unabii ulikuwa umetolewa kwenye kitabu cha Isaya. So Isaya aliona unabii. Kwa nini aliona ule unabii? Aliona ule unabii kwa sababu Yesu ndo alianzilisha unabii wa Isaya kwamba atakuja kutuokoa. Sawa? Mungu ndo ameanzilisha ule unabii kwa Isaya kwamba Yesu kama mwana wa Mungu atakuja kutuokoa. Ilipita miaka 700 unabii ukatimia. Kwa hiyo Mungu kuna vitu anaweza akavianzisha leo vikatimie miaka 5 ya mbele, miaka 2, miaka 3, mwaka mmoja. Mungu kuna vitu akavianzisha leo vikatimia kesho. Mungu ana vitu anavianzisha leo vikatimia leo. Yeye mwenyewe ndo anakamilisha huo mchakato wa kutimiza, sio wewe, ila yeye ndo anatimiliza mchakato wa kukamilisha. Kwa hiyo Yesu Kristo ndo mwanzilishi wa imani. Imani hiyo unaweza ukaiona kwenye maono, kwenye ndoto, kwenye nini. So unaweza kuona. Lakini kitu kingine ambacho nimekuambia kwamba unaweza ukamkuza Yesu Kristo kama imani yako. Yesu Kristo ndo imani yako. Sasa unaweza ukamkuza, umepata jambo, unamkuza kwamba kwa ninavyomuelewa Yesu Kristo, so ili jambo ni dogo sana kwake. Maana yake umeachilia imani yako kwa Yesu kwamba yeye ana uwezo wa kufanya. Maana yake umemwachia yeye, umeachilia imani kwa kwamba mwambia Yesu, mimi nakuachia wewe hilo jambo, wewe ndio ushughulike nalo. Maana yake nini? Umemkuza yeye, imani yako umeitupia kwake, alafu yeye atafanya. Kwa sababu gani? Umemkuza yeye kama mtu mkubwa aliyeumba mbingu na nchi na anayefanya mambo yote. Sasa hata uokovu tunayopata kwa imani, si kwa sababu tumetoa imani hii. Imani hainunuliwi, na imani haipatikani eti sababu umetoa sadaka sana ndo umekuwa na imani kubwa. Imani haipatikani kwa namna hiyo. Imani ni Kristo. Imani ni mtu. Imani ni mchakato. Imani ni kama point of contact. Unaona yule mwanamke ambaye alitokwa na damu akasema kwamba nikikutana na Yesu ugonjwa wangu utapona. Nikikutana na Yesu ugonjwa wangu utapona. Nikikutana na Yesu, maana yake ni point of contact. Anaachilia imani kwamba nikikutana mpaka mwisho wa siku akazihirishiwa kwamba leo utakutana naye na ugonjwa wako utakuwa mwisho. Kwa hiyo yeye alienda kumaliza. Yesu ndo alianzilisha alafu akamaliza. Kumbuka Mungu yupo kila mahali, Mungu yupo kila sehemu. Mungu yeye yuko. Mungu ni yule jana na milele. Mungu yeye yupo. So mwanamke huyu anavyoongea, Mungu anamsikia. Mungu anamuelewa. Mungu baadaye anatengeneza kitu ndani yake. Alafu anapotengeneza kitu ndani yake, anavyoenda kugusa, so imani, anavyoachilia imani yake, anasema kwamba sasa ugonjwa wake ukapona. Sasa tumalizie hapo kwamba tumeona hata uokovu tunaupata kwa nini? Kwa imani. Hata uokovu tunaupata kwa
wa imani na uokovu haununuliwi. Anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema. Neema kwa sababu gani? Ukustahili, lakini Yesu ametufanya tustahili kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani, maana yake kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, kwa njia ya kumkuza Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Maana yake tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa hiyo uokovu haupatikani kwa njia nyingine isipokuwa imani. So huyu mtu nimekutana naye, nimempa habari njema, ameamini zile habari njema nilizompa, moyo wake ukamwelekezea Kristo, akapokea uokovu. Kwa nini? Mimi ndo nilikuwa mwanzilishi, mimi ndo nimekuwa chanzo. Imani chanzo chake ni kusikia. Maanake mimi nimekuwa mwanzilishi kupitia neno la Yesu Kristo. Kumbuka neno ni Mungu, na neno hili anayedhihirisha ni Roho Mtakatifu. Sasa mtu nilivyomwanzishia kuhusu labda nikamfundisha kuhusu labda ukombozi au kuhusu ondoleo la dhambi au kuhusu nini, nikamfundisha, manake naachilia uwezo wa Mungu kwake. Roho Mtakatifu anachakata imani ya Yesu Kristo. Huyu mtu anaanza kugeuza na kufurahi ndani ya moyo wake, alafu anamtazama Kristo. Sasa anapomtazama Kristo, maanake anakuwa connected na imani yake inakuwa connected na imani ya Kristo. Maanake mwisho wa siku huyo mtu sasa anaanza kusikia kutoka kwa Mungu. Kwa nini? Sasa kila kitu anamwachia yeye. Maanake anasema wewe Yesu Kristo unaweza, ili jambo nakuachia, ili hapa utanivusha, ili hapo utafanya nini. Maanake unamwachia yeye, kwa sababu yeye ni mwanzilishi na mmalizaji. Kwa hiyo anasema hatujaokolewa kwa nini? Umeokolewa kwa nini? Tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa kutoka kwa Mungu. Maanake ni kipawa cha Mungu. Kipawa cha Mungu maanake ni zawadi. Hiyo imani ni zawadi kutoka kwa Mungu, ni zawadi. Kumbuka zawadi unaipokea bure. So Mungu anaachilia kwanza imani, anapoachilia imani alafu unakuwa connected tena na yeye. Maanake hichi ni kipawa, ni zawadi, hainunuliwi. Huwezi kusema nanunua imani. Hauwezi kusema kwamba sasa mimi hebu ngoja ninunue imani kubwa. Haiwezekani. Yaani imani hii ni bure, ni zawadi ambayo gharama ameshalipa Yesu Kristo kwa kufa, kuzikwa na kufufuka. Gharama imeshalipwa. Kwa hiyo sasa uwezi ukanunua useme kwamba bwana hebu niazime imani yako kidogo. Kila mmoja hicho kitu inatakiwa akubaliane. Anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yoyote asije akajisifu. Kwamba imani ndo inayomuokoa mtu kujikita kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo unaona kwamba namna ambavyo imani ni ya muhimu sana. Yaani inatakiwa tujifunze kuhusu imani, kwa sababu kujifunza somo la imani ni muhimu. Itakusaidia kwamba kuwa connected na Mungu. Itakusaidia pia, litakupanua ufahamu, maarifa, ujuzi. Utapata kujua nini kinaendelea kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni kwa ufupi tu, lakini pia kuna aina mbili ya imani. Kuna imani ya Mungu, lakini pia kuna imani ya milango mitano ya fahamu, imani ya Tomaso. Imani ya Tomaso ya milango mitano ya fahamu. Milango mitano ya fahamu, mtu anaona kitu alafu anaanza kujenerate, anaanza kutengeneza imani. Alafu anapokuta hicho kitu hakitokei, anaanza kumlaumu Mungu. Umetumia milango mitano ya fahamu. Umeona fulani ana kitu na wewe ukakitamani, alafu ukasema na mimi nataka. So hicho kitu kinaweza kisitokee kwa sababu umejenerate kutumia milango mitano ya fahamu. Lakini imani ya kimungu anaanzisha yeye mwenyewe, kwamba anakuambia ndugu yangu, wewe utakuwa na ndege. Sawa. Yeye ndo ameanzilisha. Mchakato wa hiyo ndege kupatikana, yeye ndo anajua. Wewe utakuwa na nyumba, wewe utakuwa na kazi. Mchakato wa hiyo kazi kupatikana, Mungu anatengeneza njia. Anakuambia wewe utakuwa mfanyabiashara mkubwa. Anakuambia wewe utakuwa hivi, wewe utakuwa hivi. Yeye ndo anaanzisha, alafu yeye ndo anamaliza. Kwa hiyo Mungu ndiyo chanzo cha imani yetu. Kwa hiyo lazima tujikite kwa Mungu
ili tusiwe na kucreate vitu ambavyo havileti matokeo, alafu mwisho wa siku tukawa disappointed na tukaanza kumlaumu Mungu tumefanya kitu tofauti na mapenzi ya Mungu. Kumbuka sisi lazima tutembee kwenye mapenzi ya Mungu. Tunatembea kwenye mapenzi yake, sio kwenye mapenzi yetu. So sisi inatakiwa tupungue, Yesu Kristo aongezeke. Sisi inatakiwa tufanye mapenzi ya Mungu, sio mapenzi yetu, matakwa ya Mungu, kile Mungu anachotaka kupitia Roho Mtakatifu anavyotuelekeza namna ya kufanya, then tunafanya. Mungu akutunze, Mungu akulinde, Mungu akuzidishie. Roho Mtakatifu akusaidie, akufundishe tena na tena kuhusu imani ya Kristo, kwa sababu yeye ndo mwanzilishi na mmalizaji wa imani. Umebarikiwa sana mwana wa Mungu.